kuna swali tunajiuliza hapa, je, hii mambo ya governors kutoka nje ya nchi kwenda kutibiwa ng'ambo, je, ni kitu halali ama ni kitu isiyofaa? Bwana Speaker, I want to tell you that the insurance system of this country inafanya saa hii mwanabunge akiwa amepata malaria tu kidogo ya homa kidogo hapa, utapata anaenda kutibiwa India. Hii kitu inaonyesha nini, Bwana Speaker? There is a lot of mistrust, and the so-called the medical practitioners in these countries must be questioned forthwith. Kwa nini nasema hivyo, Bwana Speaker? Iwezi kuwa mtu ana train for more than 50 years in university, alafu gavana hawezi mtrust, president hawezi mtrust. Na wenye wameleta hii kitu sana sana kwa hii nchi ni mtu kama Kibaki. Kibaki mguu yake moja vile ilivunjika, alikimbia kuenda kutibiwa Britain. So what I'm asking, unadhani hao wenye wako na pesa kidogo kidogo ya wash wakipata ni wanashuku tu wanataka kuuawa? Lazima watoke nje. Unfortunately wengine huwa wanaenda huko ng'ambo na wanaenda kukufa huko. Utapata the countries around East Africa, wao wanatoka kwa manchi yao kukuja Kenyatta Hospital na Nairobi Hospital kutibiwa. Wewe unatoka Kenya unaenda India, South Africa, Germany, England ama USA. I'm told there is a governor pale Nakuru ati amekuwa mgonjwa kidogo. Sasa hivi sijui ameshakuwa mgonjwa for 6 months. Akona mimba, si mgonjwa. Huyo mama yuko ana mimba. Huyo mama ana mimba. Amekuwa mgonjwa kidogo. Ameenda kwa sababu yeye ni governor, amesimamia health ya Nakuru, amini mahospitali ya Nakuru. Lakini anataka nyinyi wananchi muende kwa hizo mahospitali. I want to congratulate one of the governors in this republic. There is a governor called Professor Anyang' Nyong'o. Peter Anyang' Nyong'o, there was a time alikuwa, I think, cancer, akaenda United States. Vile alirudi Kenya, Nyong'o alihakikisha kwamba the health system ya Kisumu ameimprove accordingly, yenye hata yeye anaweza kuwa admitted in that hospital, and he did that. But these other governors, for example, governor tuseme ya Nairobi ama ya wapi, akikohoa tu kidogo, jioni anapanda ndege anahama, kwa sababu either anashukwa madaktari ama anashukwa anaweza uawa hapo kwa hospitali. And the medical practitioner ya hii nchi wamefanya mpaka na hivyo ndio walifanya corona. Corona kama umesema tu wewe sio hujagonjeka corona, ukienda hospitali lazima ukufe. These people were being used. And wamefanya the medication in this republic, you can trust no one, especially the drug you really trust. Because it is easy for you to die in the hospital hapa Kenya than dying in your house. Heri ukuwe mgonjwa, ukae kwako, than kuwa mgonjwa, uende kwa hospitali. That is a dangerous thing. Mr. Speaker, finally, kuna mama hapa anaitwa Martha Karua. Mr. Speaker, jana Martha Karua yeye pia akotuna nguvu ya kusimama kwa podium kuadvise Raila Amolo Odinga.
huyu Martha Karua ndio 2022 angeweza kupata MP hata moja ya kwao. MP ya kwao ya inaitwa wapi? Kwao ni wapi? Gisugu. Ya Gisugu hapo hawezi pata. Mr. Speaker, huyu mama jana akapata opportunity kwa matanga ya mwenzake. Anasimama kusema ya kwamba sasa Raila form pact na Ruto. Raila anakuambia yeye hayuko kwa government, wewe unapinga. Wewe unapinga, Martha anapinga. Na Martha ndio alichangia Raila kutokuwa kwa government. And what I've discovered, Mr. Speaker, the political class thinks that we are so stupid here. Ya waka wakona matarao hivyo mtu wakiongea kizungu, hawatakani wenye wanaongea kizungu kwa sababu waelewi. So Mr. Speaker, the political class kwa hii nchi wanadhaningi sisi ni wajinga hapa wote. Kama unaweza sikia mtu anakuambia kwamba yeye ni gavana, yeye ni seneta, yeye ni mbunge, yeye ni MCA, lakini hayuko kwa government, that person is dishonest with the truth. We know very well, and absolutely well, that hapa Kenya, the government is headed by executive. And you know very well that the executive is headed by president. Na unajua ya kwamba kuna bunge. Na bunge tunajua kwamba kuna majority and minority. Being in a majority or minority does not mean you are in opposition. Wengi wetu hapa na nimegundua hata wanasiasa wao akili yao bado iko kwa miaka ya Moi, yenye kulikuwa na mambo ya opposition na government. That is mediocrity of highest order. Na ukisikia kitu kama hiyo, mtu kama Martha Karua anasema ati Raila Odinga watu wako watuachie opposition. What is opposition? Na wao ndio wanajifanya kwamba wao ndio waliandika constitution ya Kenya. And there is nowhere from article 1 of the constitution to article 255, there is nowhere stipulating an opposition anywhere, be it in parliament or outside. The last opposition leader in this country was Uhuru Kenyatta. That was the last opposition leader. After Uhuru Kenyatta, hatujawahi kuwa na opposition leader, lakini kwa sababu many of these people akili yao bado iko nyuma na Moi. They are over 20 years back. Wanawaambia kwamba sisi ni watu opposition au watu wengine ni watu wa government. Mnakumbuka vizuri, Mr. Speaker, nikifinalize. Mnakumbuka vizuri, recently, the so-called courts of Kenya declare kwamba Azimio were the majority in the parliament. Remember, the presidential candidate Azimio hakukuwa the Kenyan president. So are you telling me that since Azimio is the majority in the parliament, so who is the opposition? UDA, you are claiming UDA is the opposition and the president is the UDA candidate. Now, that mentality must be stopped. There's nothing like opposition. And lazima tujifunze sisi sote. Hao watu wa kutupa moja ni tu huyu anataka mingi, huyu kama ameona amekula mingi, yeye anasema mimi siko hapo. Lakini jioni wanakula pamoja. Every one of them.
be it an MP, be it nini, hao watu, they have got their club. Wako na maklabu zao yenye wanakaa huko, wanakubaliana sasa, wewe kula hii, wewe kula hii, wewe kula hii, wewe kula hiyo ingine. Lakini mtu kujifanyia kwamba anakupigania sana kushinda Raila Amolo Odinga, huyo ni mtu anakudanganya. The only person mwenye anakupigania hapa ni Raila peke yake. Maybe na mimi, lakini Raila peke yake. Raila ndiye anakupigania na anahakikisha kwamba unaweza ongea Jacaranda bila uoga, na unaweza endesha hata baiskeli kwa hii Kenya bila ushuru. Maybe na mimi hapo mbele, lakini kwa sasa mtu anajifanya kwamba anakupigania kama sio Raila, maybe na mimi, hiyo ni mtu anakudanganya. Thank you Mr. Speaker. Ruto uko na